Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada, ndugu zangu, leo tutazungumza na nyakati tatu ambazo katika nyakati hizo ulama wamesema malaika huwaombea msamaha waja wa Allah tabaraka wa taala, wanamume na wanawake. Kwa kunazo nyakati tatu ambazo mwanamume Muislamu na mwanamke Muislamu kama watafanya baadhi ya mambo, malaika alayhimussalam huwaombea msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Wakati wa kwanza kabisa umetajwa wakati wa theluthi ya mwisho ya usiku. Theluthi ya mwisho ya usiku kwa maana yale masaa kuanzia saa 8:30 mpaka saa 10. Kipande kile ni kipande maalumu ambacho mja wa Allah kama utaamka ukachukua udhu wako ukafanya zile ibada za usiku ambazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezifundisha kwa urefu kabisa, kwa uzuri kabisa, ukamuomba msamaha Allah tabaraka wa taala, basi malaika wanasaidizana na wewe kukuombea msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Huu ni wakati wa kwanza. Sharti mja huyu aamke, awe na udhu, awe akifanya zile ibada za usiku, basi malaika wanamuombea msamaha kwa Allah. Lakini nyakati ya pili ni wakati waumini wameingia msikitini. Ukiingia msikitini ukakusudia, ukanuia itikafu, ukakaa humo kwa sharti mbili. Kunazo sharti mbili. Sharti ya kwanza, unuie itikafu ukae msikitini ukiwa na udhu, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, usijihusishe na mambo yoyote ya kidunia, kwa maana usijihusishe na simu, usijihusishe na mazungumzo yoyote ambayo ni ya nje na msikiti, yani mipira na nini. Na kwa sasa imekuwa wengi tunaziharibu itikafu zetu. Mtu amekaa itikafu lakini pia yupo na simu yake, anawasha data, anatizama mambo WhatsApp, anatizama mambo katika hizo media mbalimbali. Maana yake kwa kufanya hivyo umeshaharibu msamaha ambao utaombewa na malaika alayhimussalam. Na nyakati ya tatu ni wakati wa baada ya swala zote za faradhi. Baada ya swala zote za faradhi, mtu akikaa akatulia eneo lile lile alilokuwa ameswalia. Baada ya swala ya dhuhuri mithaluhu, ukakaa pale pale ambapo ulikuwa umeswali, ukatulia hapo, ukiendelea na nyiradi, na kwenyewe pia sharti ni zile zile mbili. Ukaendelea kuutunza udhu wako, lakini pia usijihusishe na jambo lolote ambalo ni la nje ya msikiti, kwa maana mazungumzo wala simu. Basi bila shaka wewe utakuwa ni mwenye kuombewa msamaha na malaika. Jambo hili limekuwa mtihani sana katika zama zetu, kwa sababu baada tu ya swala utamuona mtu anaivuta simu yake ili arudishie sauti baada ya kuwa alikuwa ametoa sauti. Yani salamu ya mwisho tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, mtu anaingiza mkono mfukoni, anarudi kwenye simu yake, kwa maana hapa automatic anakuwa ameshatoka msikitini, ameshaingia kwenye utaratibu wa kidunia. Hapa anakuwa amejifungia automatic ule msamaha ambao anatakiwa kuombewa na malaika. Hizo ndizo nyakati tatu ambazo ulama wanasema kama utazingatia hayo masharti mawili kwenye nyakati hizi mbili, yani kwenye itikafu, lakini pia kwenye kila baada ya swala za faradhi, usijihusishe na mambo ya nje na msikiti, ukawa na udhu wako umetulia humo msikitini, basi malaika alayhimussalam wanakuombea msamaha kwa Allah. Kwa nini tuyaseme maneno haya? Nataka watu wafahamu kwanza ya kuwa malaika alayhimussalam wao Allah amewasifu la yaasuna Allah, wao hawamuasi Allah, wa yafaluna ma yumaruna, anafanya tu yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha. Sasa kuombewa msamaha na malaika ni jambo kubwa adhima. Unaombewa msamaha na kiumbe ambaye hajawahi kumuasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tuna hakika kwa asilimia zote kwamba kwa kuombewa msamaha na malaika, asa Allah kakusamea yale madhambi ambayo malaika alayhimussalam wamekuombea msamaha. Kwa hiyo tuzingatie sana mambo hayo nyakati hizo tatu. Jibidishe, yani fanya unavyofanya, usikose basi angalau kwa wiki siku 3 uwe umeamka usiku, ufanye zile ibada za usiku ili malaika alayhimussalam wakuombea msamaha.
lakini pia na hizo tulizozisema nyakati zingine mbili, na kuzingatia hizo sharti zake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.